I'm happy sana leo, nimefurahi kuliko siku ile ya kwanza, japo kuwa sikufanikiwa kupata vitu vyote. Na naamini kwamba ile siku ulikuwa umenifanyia kusudi. Kumbe mtoto ni fundi kabisa. Na najiuliza kwa nini ile siku ulikuwa mbishi hadi tukawa hatujaelewana. Lakini leo mtoto mashallah umekuwa ni mtu ambaye unanisikiliza kwa kile ninachokitaka. Umenisusia mwili wako na kufanya kila ninachokihitaji kupitia mwili wako. Kwa ile kauli yako ambao uliniambia kwamba mimi ndo kwa mara ya kwanza nafanya kile ambacho nimekifanya. Kiukweli kabisa. Nimekuja kuamini sehemu ndogo tu. Tofauti na hivyo nisingeamini kabisa. Kwa sababu umeweza kuhimili vishindo kwa kile ambacho mimi nilikuwa nakifanya. Kwa hiyo niseme tu asante sana na nimefurahi sana. Yes. Kwa hiyo umeenjoy? Nimefurahi sana. Na nategemea kwamba baada ya leo itakuwa tena na tena na tena. Na sikufichi, mimi nawatumia wasichana wengi katika kufanya haya majambo ya mapenzi kwa sababu tu mimi napenda kuburudishwa kwa kile ninachokitaka, hasa tu hapo faragha. Kwa hiyo wasichana wengi kwangu mimi nawapa pesa kwa sababu wao wananipa. Unatakiwa utumike, yani umeumbwa utumike. Nikisema utumike. Sio vitu vingine unaviacha tu. Basi nipe pesa yangu mimi niondoke. Unahitaji shillings ama dola? Yoyote tu. Basi umepata. Hello! Ya Mungu mengi. Kumbe tunashare bwana. Nilikuwa sijui. Haya wewe mke wa mtu na mwanaume wangu unafanya nini? Wewe usiniambia mimi malaya. Haya wewe unafanya nini na mwanaume wangu? Kumbe mke mwenzangu. Haya. Umetoka huko ndani na mwanaume wangu kufanya nini? Na wakati wewe ni mke wa mtu na unamheshimu mume wako. Na ulikuwa unaniita mimi malaya. Tunapanga wanaume 6 hapo bafuni, sisi tunafanyia mapenzi sioni haya wewe. Angekuwa ndugu yako ningesema labda binamu. Hamjuani kwa chochote. Ina maana kwamba huku ndani mmetoka kupigishana miguu miwili ili upate 360,000 ili unirudishie mimi hela yangu ya kodi, si ndio? Sasa hiyo hela upati. Kitachimbika patachimbika. Hela upati. Wewe msichana, tuheshimiane. Huyu anatakiwa apate haki yake kwa sababu nimepata kitu ninachokitaka na yeye anatakiwa apate pesa yake. Haki kivipi? Hizo haki mmetoka kupeana huko ndani. Hapa hela haitoki. Nikisema haitoki na maanisha sio kama hela haitoki. Natakiwa nimpe hela yake. Hakuna. Wewe unanipiga mimi? Bora upigwe. Yaani unatembea na mwanaume wangu bado unanipiga. Sasa ngoja nikuonyeshe. Wewe sikiliza. Ugomvi wa nini sasa? Niachie. Kila mtu hapa anapata cha kwake kupitia huduma zake. Yaani huyu anadharau. Anadharau. Wewe msichana, nenda. Wewe nakwambia wewe kitimu. Nakwambia wewe. Hii aishi mpaka iishe. Tutakutana kwa sababu wewe ni mwenye nyumba yangu. Tutamalizana muda wote. Iwe usiku, iwe asubuhi. Na wewe kabisa unaamua kutembea na huyo. Si ndio? Ndio. Unajiuliza nini sasa, unataka kunijezea watu? Wewe, ujue mimi na wewe tulikutana kwa ajili ya biashara tu. Yaani mimi nakuomba leo niombe unafunaenda kumbatia huyo mwanamke tena mbaya zaidi na mwenye nyumba wangu. Sasa mwenye nyumba wako mimi ndo anizuia mimi kumtumia. Kila mtu si mimi namtumia kutokana na shida yake. Kwa hiyo kisa tu amekupatia, lakini wewe si ndo uliniambia mimi na wewe ndo tutaachana tena. Haiwezekani. Mimi na deal na watu. Mwenye shida anakuja namtumia, hasa jinsia zenu. Kwa hiyo vyote ninavyokupatiaga hauriziki. Wewe unategemea mimi nilizike na nini wakati ni vitu vya kudumu? Wewe vipi? Nikilizika maana yake situmii tena. Mpangaji mpya ana vituko. Kama ni mpangaji. Ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Kama ni mpangaji. Ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Kama ni mpangaji. Yaani katika siku ambazo nimechoka, akili yangu haifanyi kazi, ni siku ya leo. Kuna nini kimetokea mdogo wangu? Mbona sikuelewi? Si yule dada, yule ulioniambia mpangaji mpya. Amefika pale na kuvuruga kila kitu, yaani mambo yote yameharibika. Sijapata hata haki yangu. Ngoja kwanza. Kwa hiyo umekutana na mshua, umempa miguu miwili kama kawaida na kaenjoy vizuri tu. Daisha,
Kuhusiana na huyo Mshua hakuna ambacho hajakifanya kwenye mwili wangu. Daisha, mimi yule baba nimemsusia kanifanya alichokuwa anakitaka. Ikafikia tu kila alichokuwa kiniambia mimi nasema sawa. Akitaka hiki nasema sawa. Ili mradi tu alizike mimi nipate hela yangu. Kwa sababu unajua wewe mwenyewe kabisa pale mimi nimeenda sio kwa kupenda Daisha, ni shida tu kwa sababu nina shida na hela. Lakini mwisho wa siku hicho ndo kimetokea, hela nimekosa. Daisha, hapa nilipo mimi naambulia maumivu tu, sijui hata nifanyeje mpaka dakika hii. Hayo niliyajua na ndio maana nilikusisitiza fanya juu chini. Nenda kakutana na Mshua lakini usije ukakutana na huyo binti. Nilijua kama kitu kama hicho lazima kitatokea. Pole sana mdogo wangu. Na yule binti mimi simpendi. Daisha, yani katika watu siwapendi kwenye hii dunia ni yule dada. Na ninatamani mimi serikali ingekuwa kwenye mkono wangu. Ninakuapia Daisha, yule dada mimi ningekuwa nimeshamtoa uhai wake. Kwa sababu mpaka dakika hii mimi ninapitia maumivu yote haya kwa sababu yake. Ninaenda kutoa vitu hata ambavyo mimi nilikuwa sijavikusudia. Ninauza hadi utu wangu mimi ili nipate hela yake ya kodi. Alafu yeye anakuja ananiharibia mambo yangu. Maana yake ni Nakuomba sana dada yangu. Ninaomba umtafute huyo Mshua uongee naye. Akupatie pesa yangu. Kwa sababu mara ya mwisho mimi naondoka pale aliniahidi atanitafuta kwenye simu. Lakini naona kama anachelewa Daisha. Mtafute wewe uende uongee naye. Akupatie hela, na shida mwenzio Daisha. Nitaumbuka mimi. Kweli niambulie maumivu tu jamani. Basi usilalamike sana mdogo wangu. Mimi nimekuelewa. Kwanza nikupe hongera kwa kuweza kupambania kombe lako. Alafu kuhusu swala la Mshua, ondoa shaka, mimi nitampigia simu anijuze yuko wapi, then niende niongee naye, pesa yako utaipata kabla jua halijazama. Kwa hiyo asante. Yaani ukifanya hivyo ndugu yangu utakuwa umenisaidia pakubwa mno. Kwa sababu mpaka dakika hii viungo vyangu vyote vya mwili havifanyi kazi. Yaani hakuna ninachokisikia Daisha kwenye mwili wangu zaidi ya maumivu. Naomba uko ndani kwako kama una maji ya baridi nisaidie tu hata nijipoze. Usijali mdogo wangu. Kila cha kulalamika, huo ndo ukubwa. Si ulikuwa unataka pesa jamani. Hamna pesa inatoka kirahisi. Alafu hapo hesabia tu kama ajali kazini, sawa? Ngoja nikuletee upoze koo. Nimekutana na yule binti. Vipi, amekufurahisha? Kiukweli mtoto mashallah amenifurahisha leo. Amenipa kile kitu ninachokitaka ama ninachokipenda. Wewe uliniambia kwamba kwangu mimi anakuja ndo kwa mara ya kwanza, lakini pia yeye mwenyewe alinithibitishia kwamba niende naye taratibu kwa sababu mimi ndo mtu wa kwanza katika kumfanyisha kile kitu. Nilifurahi na nilipata ushirikiano wake mzuri. Leo alinisusia, yani tofauti na ile siku ya kwanza kabisa. Yani alinisusia kabisa, akaniambia fanya unachokiweza ili mradi tu usiniumize. Na mimi nikamwambia ukisi maumivu niambie. Pale utakapoona panauma basi nitapapuliza na nipape pole. Tulishirikiana vizuri na kiukweli nimefurahi sana. Unajua alivyokuja wakati namuandaa kuja huko, akaniambia kwamba ataenda kufanya mazoezi nyumbani ili akija kwako yasijirudie yale ya mwanzo. Kwa kama ka perform vizuri basi mazoezi yake aliyafanya kiukamilifu. Kweli. Unajua mazoezi yako mengi kwa sasa. Sasa hivi kuna matango, kuna ndizi, kuna ile michi ya vinu vidogo, chupa, unaona vipo vitu karoti. Kwa hiyo inawezekana alijifanyia majaribio kidogo na kuandaa yale mazingira zile njia. Yuko vizuri. Nimefurahi na nategemea nimpate zaidi na zaidi kwa sababu uliniambia ni mke wa mtu yule. Ni mke wa mtu. Mumewe ana hasara sana kwa sababu siamini hata kama alivyolewa basi aliolewa na virgin kwa maana ya bikra. Itakuwa alimkuta pita kapita. Na mimi leo hii nimemkuta mpya kabisa. Kwa hiyo na mimi ndo nimeanza kuharibu. Kwa hiyo kote tayari watu tulianza. Sasa mmeo si anafaidika na nini? Ndio kawaida majumbani, mwanamke unakuta anambania mumewe staili tofauti tofauti za mapenzi, alafu akienda nje anafaidi mtu mwingine. Yes, ni kweli. Kama hivyo mimi nilivyofaidi, sijategemea. Niambie.
Aliniambia wakati anaondoka yule binti alikuja yule kiswaswadu wako. Maana anajitapa wewe ndo kila kitu kwake, sio nini na nini, huwezi kumwacha. Kamkomalia kwamba pesa yake asipate. Lengo la kuja hapa nimekuja kuchukua hela yake nimpelekee kwake. Yes, yuko sahihi. Ujue wakati nataka kumpa pesa zake tu, yule binti kiswaswadu akaja akavamia. Sitaki umpe hela huyu sio na nini, kaongea vitu vingi sana. Kafanya fujo za hapa na pale na nini. Yule binti nikamwambia sikiliza. Hapa kwa sababu wewe ni mke wa mtu, ondoka. Tusije tukajaza watu, alafu mwisho wa siku watu wakaja kujua kwamba wewe mke wa mtu unagombana na mtu kwa ajili ya kupata haki yako. Na watu wakiuliza hiyo haki ni ya nini? Ya kufanya ngono. Kitu ambacho utajiharibia. Kwa hiyo nenda tutaonana. Na kama amekuagiza nikupe wewe, kiukweli baada kutoka pale kuna sehemu nilienda. Kuna mtu nikapay pesa fulani hivi, kwa hiyo haijatimia. Hivyo labda tu nikupe wewe pesa yako ile tuliyokubaliana ya kunikuadia ile. Nikupe wewe alafu yeye mimi nitamalizana naye. Mara 2. Maana si ushafanya mara ya kwanza leo mara 2 au umesahau? Sawa hamna shida. Usiseme ile, sema ile na hii ya leo. Nitakupa zote. Yaani fanya unipe hela, bila hivyo mimi nitakuwa siku connect kwenye mambo yangu mazuri. Muamala sasa hivi utasoma. Ila kwa upande wake yeye sasa sitampa pesa kwa haraka kwa sababu nataka nimtumie zaidi azoee. Napenda sana kukutana na vitu vipi. Azoee, nimzoeshe. Yaani mimi si ndo wa kwanza. Yule anatakiwa shawishiwa nimrudie hadi awe kama bata. Mimi napenda wanawake wa shamba. Kila unachokifanya anakuuliza kwa hiyo ukifanya hivi inakuwa hivi, itakuwa hivi. Wewe mimi naona raha. Sasa unakutana na mtu amejanjaruka wewe, unamuuliza hii timu yako timu gani? Mimi Yanga, na anakutajia wachezaji wote wa Yanga. Huyo mwanamke. Kwa unataka watu waliopoa. Ukimuuliza wewe timu gani? Yanga. Unampenda mchezaji gani? Shabalala. Huyo ndo mwanamke. Au paka aone kwenye TV aone jina la kwenye jezi. Yes. Mwanamke lazima wewe mshamba kidogo. Ila wanawake za watu wanatumika vibaya. Sana. Baada ya hapa kuna sehemu nataka niende mara moja. Tutawasiliana. Muamala utauona kwenye simu yako. Nasubiria nusu saa isipite. Hamna shida. Hiyo ni shida. Siwezi kukubali Daisha, nakwambia hivi ninataka hela yangu. Nataka hela yangu. Hivi unajua mimi ninapitia maumivu kiasi gani mpaka sasa hivi? Ninataka hela yangu hapa. Hivi unawezaje? Unawezaje kuniambia hakuna hela? Unawezaje kuniambia hela yangu hakuna? Na kati mimi ninapitia maumivu mpaka dakika hii yote kwa sababu yako. Wewe si ndio umeniconnect kwa huyo mshua wako. Alafu sasa hivi unaniambia hela hakuna. Ninataka hela yangu. Yaani hapa siondoki, nataka hela yangu. Sasa kama sina nikupe nini? Niue basi. Maana nilishakwambia pesa kwa sasa hana, atakupa. Kwa hiyo unaningangania unanifokea, unataka kunipiga. Nipige. Unasemaje? Hivi unahisi nakutania Unahisi nakutania? Hivi wewe, unajua mimi nimepitia shida kiasi gani? Amenigeuza mara ngapi? Hapo hajanipatia hela yangu. Wewe nimekupa kazi ndio ufuatilie hela yangu, afu sasa hivi unaniambia hela yangu hakuna. Amenifanya kila anachokitaka kwenye mwili wangu na hivi ambavyo yule baba alikuwa hachoki. Afu sasa hivi unaniambia hakuna hela? Hakuna hela? Au nijui vizuri wewe. Nataka hela yangu. Hebu sikia basi. Unajua mimi pale nilikopa kama mtu wakati tu. Sasa unavyonifokea utazana mimi ndio uloniburudisha. Inakujaje hivyo na kuingia akilini? Huyo ulomburudisha, ulompa miguu miwili, ulojibidua mpaka ukajichosha ndio uende ukamdai hela yako. So nidai mimi na usikaje? Au na mimi nilienjoy wakati unafanya naye? Nakwambia mimi siondoki hapa leo. Nitakujazia watu hapa hautoamini. Unazidi kunenepeana kwa sababu hela yangu, si ndio? Na ukute hela yangu ameshakupatia, umeila. Sasa sitoi mguu wangu hapa. Nakwambia hivi nataka hela yangu. Leo mimi siondoki hapa. Ninachotaka ni hela yangu. Nataka hela yangu nakwambia. Kama hutanipatia hela yangu, nitafunga mguu pale kwako, nitakuja niondoke hata na TV. Wewe nahisi haunijui vizuri wewe. Nakwambia hivi Daisha, haunijui vizuri. Ninachokitaka Daisha ni hela yangu. Hivi unajua wewe kwa sababu yako mimi mpaka nimepata kilema cha kudumu. Alafu unaniambia leo hakuna hela. Yaani hapa, afe kipa, afe beki. Siondoi mguu wangu. Ninataka hela yangu leo. Nataka hela yangu. Bibi wewe ulinikimbia. Ulizani sitakupata. Milima ikutani ila binadamu tunakutana. Kule umenikimbia, sasa hapa tumekutana. Naomba tumalizane hapa. Wewe ulikuwa unanidharau. Na mbaya zaidi umeondoka umenipiga pale. Nilikwambia milima ikutani ila binadamu tumekutana. Tumekutana sasa hapa tuonyeshane. Wewe umeenda kule. Nadili na wewe. Wewe ndio ulomconnect huyo. Najua wewe ndio umemuunganisha yule kwa bosi wako ili apate hiyo hela. Nisikilize. Yule ni mwanaume wangu mimi. Nampenda, namheshimu,
na ndo anayeendesha maisha yangu. Ndio maana unaniona mimi naweza kupendeza, naweza kuvaa, naweza kupata ujasiri wa kuongea na wewe. Najua hapa nakubembeleza ili ukamchukulie ile hela. Labda nikwambie tu, ile hela mimi nimeshaizuia. Toka kule, haitoki. Kama ni maumivu, aende akagulie nyumbani kwake. Ile hela haitoki. Alafu hizo njama zenu za kwenda kufanya mapenzi na mwanaume wangu ili apate hela ya kuniondoa pale. Hivi kweli wewe hadi una akili? Zimetimia au una mtindio wa ubongo? Sasa atafanya sana mapenzi na wanaume ili apate hela ya kunirudishia mimi, ila apati ngo. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Jamani mpangaji mpya muone anavyoishaua. Muone anavyojibinua. Nyumba nayoisha maana kuna kabisa. Mama mwenye nyumba hamtaki kabisa. Ona hapo vibweka. Baba mwenye nyumba na yeye anacheka.